Nisaidie. Tuna siku tuko katika tena ambalo tuko ndani siku. Najua kwamba nitakuwa baraka kwako. Tulianza Jumatatu hadi sasa tunaendelesha. Na ndio msingi wa neno la leo. Kuna wengine maneno tutachishimikiza. Neno ambalo tulikuwa ndani wiki yote. Tulisoma katika kitabu cha nabii wa Mungu Samuel. Hata nirudie nyuma kidogo. Kwa kuwa nimeona umati wa watu wenye ambao wamekuwa Jumatatu na Jumanne. Ndio sababu narudi nyuma kidogo. Na tulisoma katika kitabu cha Samuel wa pili. 11 mstari wa kwanza. Kimbie mbio tukisoma. Huyo mstari ndio tutasema. Nahitaji watu mrudishe mioyo. Walinda usalama tu ndio tunaohitaji. Na mwenye ambaye atapata tatizo, wengine nyote muwe ukimya. Tunawaomba walinda usalama huko, je, mnatusikia vizuri? Wanyuma mnatusikia vizuri? Bwana apewe sifa. Na kama huko sikia vizuri, na usalama watuambie kidogo. Tutajaribu tuseme ili nyote mwelewe. Icyaha cha Dawidi ndio nuko umwaka utashe kugacika vura mu gihe abandi bakunda kuja mu ntambara. Dawidi agomora Yowabu n'abantu biwe n'Abisirayeli bose bageseza Abamoni basigusanira pa. Ariko Dawidi ubwiwe yisigarira i Yerusalemu. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Nayo majambo ni hayo maneno. Ni hayo maneno. Na hapo kuna neno nalolihitaji. Ngo umwaka utashe, mwaka uliowadia, ukacika ilikuwa nyakati za mvua. Wakati wafalme walikuwa wanaenda vitani. Walikuwa wanaenda vitani. Daudi akaita wafalme wakaenda vitani. Akaita mashujaa, majemadari na maskari wakaenda vitani. Lakini Daudi hakwenda vitani. Akabakia nyumbani. Akabakia ikulu. Ile ikamletea marudio. Nyakati zote watu wataenda vitani, na wewe usiende vitani. Ile itakuletea marudio. Itakuletea marudio. Wengine wakienda vitani, na wewe unapaswa kwenda vitani. Wengine wakienda kumaombi, na wewe uende katika maombi. Wengine wakianza kumtumikia Mungu, na wewe mtumikie Mungu. Nyakati zote wengine watatenda usitende. Paulo alisema mtu yote asiyetumika na kula haruhusiwi kula. Bwana Yesu atusaidie. Daudi akasimamisha vita. Tena katika ahadi Daudi alikuwa anapaswa kwenda vitani. Katika nyakati za kila siku yaliyokuwa anamlinda Daudi, kwa baraka Daudi, kilichosababisha Daudi anapata ushindi ilikuwa ni mambo mawili. Ilikuwa alikwenda vitani. Amen. Kwenda wapi? Kwenda wapi? Kwenda wapi watu? Imani ishimwe. Amen. Kuja kurugamba, kwenda vitani, niko kwahesheje kucho kulimpa icyubahiro Dawidi, utukufu Daudi. Haleluya, haleluya. Kuja kurugamba, kwenda vitani, Dawidi hakuritse, Daudi alipata ushindi. Kuja kurugamba, kwenda vitani, Dawidi hakura promotion, Daudi alipata kupandishwa, akasikwa hejuru, anapiwa juu. Kubera yagiye kurugamba, kwa kuwa alienda vitani, yarafise amasezerano, alikuwa na ahadi yuko imisio kila nyakati atonda kurugamba, kwenda vitani. Imani itomuhesha tuba, atamneemesha. Imani itomuhitsi, Mungu atampa ushindi. Haleluya, haleluya. Yarabwira ubuntu, alijaliwa neema yuko imisio nyakati zote, atonda kurugamba, ataenda vitani. Imani itomuhitsi,
Mungu atampa ushindi. Na ule ushindi aupate kwa ushindi. Apandishwe cheo. Yule alikuwa anainuliwa. Sikiliza, wakati mmoja alikuwa shambani, alikuwa analinda, alikuwa anapambana na dubu. Amena. Amena. Tena hakuna siku hata moja Biblia inatuonyesha kwamba Daudi alishindwa vishawishi na dubu. Alikuwa anaishika na ipasua kichwa. Akija simba anaipasua. Akija chui anaipasua. Kila kitu chote alikuwa na ushindi. Wakristo tunapaswa kuwa vitani. Tena tuwe na ushindi. Haleluya. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, alikuwa anaenda akaona Wanaisraeli wako wanashikwa nyara, wanadharaulika na baba mmoja anaitwa Goliathi. Daudi kwa ajili alikuwa na ushindi, akasema angalau Wanaisraeli wanajificha kwa kutokana na ule asiyekatwa, kwa mimi kwa ajili ya kibali ambaye Mungu alijalia neema, yule baba naweza kumfanya mmoja miongoni mwa vidudu na vile vidudu yenye ambayo nilikuwa naua kila kitu chote. Utakumbana na jaribu, angalau utakuwa katika jaribu ya kukuua. Wewe useme hili jaribu alishinda wakati. Siku ina uoga katika miongoni mwangu, kuna nguvu ndani mwangu, kuna ushindi ndani mwangu, niko na ushindi ndani mwangu. Mungu alinijalia neema. Wakristo, kama ulimpokea Yesu, kama uko muombaji, kama neno liko ndani mwako, wewe uende na ushindi. Mungu aliyekuwa ndani mwako ashinda kote. Haleluya. Unakuwa bali kupokea Yesu apasa. Haleluya. Unakuwa yenu uko na Yesu asema haleluya. Kama uko na Yesu una ushindi. Kama una neno unaenda na ushindi. Kama una neno una ushindi. Kwa nini uko na uoga? Kwa nini unadhoofika? Mbinguni kuna Mungu. Mbinguni kuna Mungu. Haleluya. Daudi akapambana na Goliathi akamshinda. Sio wewe nitaka kusema. Nataka niwaambie nguvu Daudi alikuwa nazo. Na nyuma kidogo nitawaambia kushindwa kwa Daudi. Kushindwa kwa Daudi. Daudi tatizo nyingi tunaona katika Biblia zilimfikia akashindwa. Si kwamba Daudi alienda kupigana vitani alikuwa na kibali, alikuwa na neema ya kuwa na ushindi. Kilicho kimletea marudio, alikataa kwenda vitani. Tena na wewe una ushindi, unaenda na ushindi. Kama una Yesu ndani mwako, kama unaombi ndani mwako, kama una wokovu ndani mwako, uko na ushindi. Tatizo tu hakwenda vitani. Sikiliza vizuri. Siku hiyo hiyo hakwenda vitani, pakaja mtu anayetoa katika utukufu wa Mungu. Daudi alikuwa na mambo mawili. Cha kwanza kwenda vitani, cha pili kuimba. Nguvu za Daudi zilikuwa mwa aina mbili. Kwenda vitani kupambana na Mungu anampa ushindi. Cha pili kushika, anashika zeze, anaimba, anamtukuza Mungu. Roho wa Bwana anafunguka, anashuka, akiimba tu Roho anashuka. Wagonjwa, haleluya, haleluya.
mtu yeyote mwenye ana kitu Mungu alimpa. Kuna mtu anaimba, watu wanafunguliwa. Na mimi nianza kuomba, mapepo yanatoka. Mungu alinipa katika neno lake. Kuna na wengine aliwapa kufunuliwa. Prophet Lishar Mungu alimpa yeye kufanya, anabaki na tabiri, kutabiri. Hiyo ndio kazi. Hiyo kazi si kweli baba. Hiyo chakula chake. Na nyie anapaswa kutenda chenye Mungu alimpa. Mungu naye anasupport hiyo kazi. Daudi naye aliimba, anaenda vitani, anapata ushindi. Na wewe angalawaza kutumika, angalawaza kushuruza, angalawaza kupata unachonapaswa kutenda. Kuwa katika neno, kuingia kanisani, kupambana vita na unashinda. Tena na Roho Mtakatifu kupambana vita na kushinda vishawishi. Vitakuvika, vitakuinua, vitakupa chakula, vitakupa thamani yoyote. Haleluya!